Na miongoni mwa mambo ambayo kwamba yataleta furaha na wema kwenye ndoa hizi tunazoziishi, ndoa yote ambayo kwamba imejengwa na misingi ya uchamungu haiwezi ikawa sawa ndoa ile na ambayo kwamba haikujengwa na misingi ya uchamungu. Allah anasema kwenye Qur'anul Karim, afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Haliwezi likawa sawa jengo lilojengwa katika mwanzo wa msingi wake, msingi wa uchamungu, na jengo lilojengwa katika misingi ambayo kwamba sio ya uchamungu. Na sisi Waislamu tulio wengi leo tunadhania kwamba maisha ya mtu kuishi katika uchamungu ni kushikamana na swala tano, kwa sababu swala tano katika masaa 24 hazichukui zaidi ya nusu saa. Sasa ili uishi katika uchamungu, ina maana maisha yako yote yawe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika mambo ambayo kwamba yatakufanya uishi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuhakikisha mambo yafuatayo kwenye nyumba yako, ewe bwana harusi na sisi tuliotangulia. Ni upesi dakika chache na gusa hili tuweze kupata ile faida. Jambo la mwanzo, hakikisha ndugu yangu, ndoa yako ukaipambe na kitu kinachoitwa al-aqidatu sahiha, akida iliyokuwa sahihi. Tukisema akida iliyokuwa sahiha, maana yake kwamba ukimwambia mtu mimi nina imani namtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi wamtegemea kweli kweli. Isiwe wenda mbio katika mambo uliodhaminiwa na Mwenyezi Mungu kuyapata, lakini wafanya mapungufu katika mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amekutaka wewe uyafanye. Ijtihaduka fima dhumina lak wa taqsiruka fima tuliba mink dalilun ala intimasi basira. Ukijiona unaenda mbio kwenye ndoa yako katika mabiashara, wenda wafungua hichi wafanya hivi, lakini kwenye mambo ya ibada wenda kama vile jongoo taratibu, ni dalili kwamba taa ya moyo wa imani imevunjika kwenye moyo wako. Kwa lazima uwe na akida iliyokuwa sahihi. Jambo la pili, kasimamie malezi katika ndoa yako. Tarbia ni kitu muhimu, na tukisema tarbia kwamba wewe kwanza ukawe kigezo, liyakun awwalu islahika li zawjatik islahaka li nafsik. Mwanzo kabla hujamrekebisha yule mkeo, kwanza kairekebishe nafsi yako, isimamishe katika misingi iliyokuwa sahihi. Jambo jingine, ipambe nyumba yako na dhikri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumbuka sisi tulio wengi tunaishi katika maisha ya ndoa, lakini walio wengi dhikri iko nao mbali kabisa. Mtu anaingia nyumbani kwake kama vile gari linapoenda kwenye parking, hana dhikri, hasomi dua, hasomi lolote. Anaingia nyumbani kwake wakati wa kula, hakuna dhikri, hakuna lolote. Na sisi tunazijua hadithi za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tukitaka kuzisoma zitajaa kwamba shetani anapoingia mmoja wenu nyumbani kwake bila dua, anasema vipi? Anawaambia wale wafuasi wake, adraktumul mabit, leo mumepata sehemu ya kulala. Na usiposoma wakati wa kula, anawaambia vile vile adraktumul asha, mmepata chakula, mmepata kulala na mmepata chakula. Kaijaze nyumba yako na dhikri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unapoingia na unapotoka. Lakini vile vile nyumba yako ijaze na kusoma Qur'ani kwa wingi. Sisi tunajua hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba nyumba ambayo kwamba haisomi Qur'ani ni nyumba ambayo kwamba itatawaliwa na misingi ya kishetani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mathalul bait, mfano wa nyumba ambayo kwamba ni kutajwa Mwenyezi Mungu na kusoma Qur'ani ni mfano wa hai na maiti.